Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Anga lilikuwa jeusi, halikuwa na nyota hata moja, kana kwamba mbingu yenyewe ilikuwa imefumba macho ikikataa kushuhudia kilichokuwa kinakaribia kutokea. Kwenye stendi ya mabasi, basi kubwa la rangi ya bluu na nyeupe lilikuwa limewaka taa, likitoa sauti ya injini iliyokuwa ikikohoa kwa uchovu. Lilikuwa linaelekea nchi jirani, safari ya usiku, safari ambayo wengi waliiamini kama ya kawaida, lakini kwa hakika haikuwa ya kawaida hata kidogo. Abiria walikuwa wakipanda mmoja baada ya mwingine. Kulikuwa na kina mama waliobeba mizigo mizito, wafanyabiashara waliokuwa na haraka, vijana waliokuwa na ndoto za maisha bora, na wazee waliokuwa kimya, kana kwamba mioyo yao ilisimulia mambo ambayo midomo haingeweza kusema. Pembeni kidogo, karibu na mlango wa basi, alisimama kijana mmoja wa kiume. Alikuwa na umri wa miaka 21 tu, mwembamba, mrefu kiasi, macho yake yakiwa hayakai sehemu moja kwa muda mrefu. Uso wake haukuonyesha woga, bali mzigo mzito wa jambo alilokuwa ameliona na kulibeba peke yake. Jina lake lilikuwa Amani. Amani hakuwa mchawi, hakuwa mganga, hakuwa mtu wa kuombaomba. Lakini tangu akiwa mtoto, Mungu alimjalia kitu ambacho hakukuja na maelekezo. Aliweza kuona matukio kabla hayajatokea. Sio kila siku, sio kila jambo. Lakini alipotokea maono, yalikuwa makali, wazi, na hayakuwa na makosa. Usiku huu, maono yalikuwa yamemjia mchana. Aliona basi hili, aliona barabara hii, aliona damu, aliona kilio, na aliona mwisho ambao haukupaswa kutokea. Amani alisogea mbele, sauti yake ikitetemeka, lakini maneno yake yakiwa mazito kama mawe. Tafadhali, leo msisafiri. Abiria kadhaa waligeuka kumtazama. Wengine walitabasamu kwa dharau. Kijana, una shida gani? Mmoja aliuliza kwa kicheko. Unataka kuabiri bure? Mwingine akaongeza. Amani akatikisa kichwa haraka. Sio hivyo, nimeona ajali. Ajali mbaya sana. Basi hili halitakiwi kuondoka leo. Kicheko kililipuka. Kicheko cha watu wazima waliodhani wanajua kila kitu. Kicheko cha waliodhani umri ni hekima. Mchawi mdogo huyu, mwanaume mmoja akasema kwa sauti kubwa. Huyu anatafuta umaarufu, mama mmoja akaongeza. Dereva wa basi, mwanaume mwenye tumbo kubwa na sauti nzito, alishuka kidogo kutoka kwenye siti yake. We kijana, usituletee mikosi hapa. Kama huna tiketi, ondoka. Amani alihisi kifua chake kikibana. Hakuwa na neno la kujitetea. Alijua jambo moja tu, walikuwa wanakwenda kwenye hatari. Alipiga magoti ghafla mbele ya mlango wa basi. Naomba, kwa jina la Mungu, msiondoke leo. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Kisha kicheko kikazidi. Mtu akamvuta pembeni. Ondoka hapo kijana. Mlango wa basi ukafungwa kwa kishindo. Injini ikanguruma.